yanazidi hivi. Jamani, Mwenyezi Mungu tunusuru. Dada, unawaza nini? Ni afadhali tulivyokuja. Maana leo asubuhi bwana, nimeingia kwenye mitandao ya kijamii. Taarifa ya kwanza niliyokutana nayo ni hii ya mzee ambaye amechalangwa mapanga kule Morogoro. Anafanya nini tena? Amechalangwa mapanga na ijarishi na istoshe alikuwa anawafukuza watu kutoka kwenye mifugo kwenye shamba lake. Baadaye walivyoona kwamba anawaelekeza kuleta, wakamcharanga mapanga. Ni mzee wa miaka 70, anakadiriwa kuwa na miaka 70 hadi 80. Kwa nini wananchi wanajichukulia kanuni za mauaji, yani wanajichukulia sheria mkononi? Sielewi ni kwa nini, na jambo la msingi ni kwamba jeshi la polisi linatakiwa kuendelea kutoa elimu kuhusiana na swala hili, kwa sababu ukiangalia matukio kama haya yamekuwa ni mengi sana kwenye jamii. Haya yanarudisha nyuma wanakatisha maisha ya watu bila sababu ya msingi, kwa sababu shamba ni la kwake na haijarishi ameingiza mifugo, ni wajibu wake kumkataza. Sasa wanavyojichukulia sheria mkononi, inamaanisha kwamba yani wanakatisha watu maisha kwa kuwacharanga mapanga na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo jeshi la polisi tu liendelee kutoa elimu kwa wananchi ili kusudi waweze kujua kwamba anatakiwa afanye nini mwananchi endapo akakutana na situation kama hiyo, na si kujihusisha na swala la mauaji. Na hao waliowacharanga mapanga wamechukuliwa hatua gani sasa za kisheria? Mpaka sasa jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi ili kubaini kwamba tatizo hilo linakwendaje ili sheria iweze kuchukua mkondo wake. Waliomcharanga mapanga hawajaonekana? Ndiyo, kwa sababu aliyeona tayari kashauawa. Kwa hiyo lazima jeshi la polisi liendelee na uchunguzi ili kubaini kwamba linawezaje kumsaidia huyu mzee ambaye tayari kashafariki, lakini pia hawa waliohusika na hii tukio la mauaji wanaweza kuchukuliwa sheria mkononi na wanaweza kufikishwa mahakamani. Kama tunavyofahamu kwamba jukumu la ulinzi na usalama wa mali za umma ni jukumu la jeshi la polisi. Hivyo unapokutana na changamoto yoyote ndani ya jamii, washirikishe jeshi la polisi ili waweze kuchukua hatua stahiki na si kujichukulia sheria mkononi.